Hivi kama unaniona watu wetu yangu ni kukaribisha mama Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi kwa kupata nafasi na kuikumbuka Kajiado County kwa ujumla na kuanza siku ya leo kuja hapa Kajiado South na North ili kuja kusaidia watu wetu ambao wamepata shida. Tulikuwa tunakusubiri Her Excellency pale mbele ambapo hapo kataka town nzima pande ya chini imechotwa na maji. Mfuriko mkubwa imekuja na manyumba imechukuliwa hapo, na najua ukipata nafasi kupitia mjumbe wa area hii utaweza kwenda kuiangalia mahali na kuona hiyo shida imetokea hivyo. Tunakushukuru kwamba umeweza kuja, uliposikia watu wa kilio wa mama wetu na watu wetu wakazi wa hapa, umejitokeza kama mama na kushikilia. Iko kitu moja unakumbukwa nayo ama utakumbukwa ama itakuwa inajulikana kila wakati watu wakikuona mahali unatembea katika Jamhuri yetu ya Kenya. Umetokea sana kutetea maisha ya kijana, maisha ya watoto wetu. Tunakushukuru sana. Wa vijana wetu, mama mnajua venye amekuwa akibeba mzigo ya kuhakikisha kwamba anaongea na nyinyi, saa nyingine anaongea mpaka naona akitoa machozi, ili kwamba watoto wa kina mama hawa mama na watoto wa mama wengine sehemu zingine za nchi yetu hawapati shida kwa sababu ya mihadarati na mambo ya dawa. Tunataka kushukuru kwamba wamekusikiliza, na nimeona serikali pia umeweza kuweka mahali nafasi. Saa hizi kulitokea mambo ya kuangalia mambo ya pombe bandia second generation, na nakuambia changes are scam. Our youth are now doing good things for the society na wameanza kufanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Mnakubaliana na hiyo? Na mmefurahia ama mjafurahia? Ya pili, tunataka kusema kwamba tunaomba watu wetu, serikali kupitia Mheshimiwa Rais pamoja na Deputy President waliweza ku-launch mambo ya emergency response kwa sababu ya mambo ya floods. Jana Maimayo tuliona kwamba Deputy President alikuwa hapo na akaweza kufanya mambo na kwenda kuambia watu wetu pole. Leo mambo kwa hapa tunasema asanteni kwamba mnafanya hiyo. Ombi letu kwa Wakenya wenzetu, tunaomba kwa wakazi wote, hii kipindi ni kipindi kigumu ya mambo ya mvua. Naomba tu kwamba na sisi tujichunge. Tusijirushe kwa mito, tusijirushe kwa barabara, tusishindane na maji. Serikali iko kuwasaidia, lakini na nyinyi mjisaidie. Tunashukuru Ngohoyo na nasema mumkumbuke pia. Asanteni sana, Mungu uzima wabariki. Asante sana ndugu yangu Parashina, mbunge wa Kajiado South, na asante kwa kufika. Kwa nafasi hii nataka nikaribishe senator wetu wa county Mheshimiwa Samuel Seki, pia yeye aweze kuwazungumzia. Asanteni sana. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, mama yetu Pastor wetu na second lady wa Kenya yetu, nchi yetu ya Kenya. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru pia viongozi ambao tumekuja na wao na watu wetu wa Kajiado North, na ninataka kusema asante. Your Excellency, asante sana kwa kazi mzuri ambaye tunaona serikali ya Kenya ukiwa mmoja wao viongozi wetu mnaendelea kufanya. Mimi ninaelewa na vile wenzangu wamesema mambo mazuri ambaye serikali ya Kenya kwanza tukiongozwa na Rais Mheshimiwa Ruto, deputy wake Rigathi, na nyinyi mkiwa miongoni mwa wale mnatushikilia hata katika maombi. Mama, asante sana. Thank you very much. Nataka kusema mawili tu ama matatu nimalize, maana leo tuko kazi. Mama yetu, hii ni janga ambaye imetokea na hakuna vile tunasema, kwa sababu hii ni mapenzi ya Mungu. Tunaomba tuwe Mungu aendelee kutupatia mvua na atupatie mvua nzuri ambaye haitaleta madhara makubwa zaidi ya haya. Umeonekana leo in reality, hakuna kitu mzuri kama kuja kufikia watu
ukiwa na kitu, at least kuna families ambaye zitalala njaa leo, lakini kufikia leo hawatalala njaa kwa sababu yako. We really want to appreciate, na serikali yote kwa jumla, kama vile mjumbe wa Kajiado South amesema, legacy ni kitu important. Ukijua ya kwamba kuna kitu ukiwa kiongozi unafanya ili transformation ya maisha ya watu ambao umechaguliwa kwao inaonekana. Hii legacy mko nayo ya kutransform watu, vijana wetu ambao naumia katika madawa ya kulevya. Mama, hiyo kitu haitaenda bila kuwa noticed. Hii ni kitu kubwa sana. Unajua hawa wasichana, hawa mama wetu, wasichana warembo watakosa watu wa kuwaoa. Kama wataendelea, vijana wetu wataendelea kuingia katika madawa, ama namna gani? Si ni kweli? So mom, don't relent. Na umwambie baba yetu Deputy President, hii kazi ya pombe aendelee hiyo vita kabisa. Na sisi kama viongozi wenu tutaendelea kusimama na nyinyi. Na kwa sababu leo tumepata chakula, na kuna familia ambaye hazina malazi, na nashukuru Deputy Governor wetu na Governor juzi walilete bidhaa hapa. Bado ninaendelea kuomba kama Senator wa Kajiado County, kwa haraka sana wajaribu kutoa ile maji iko katika zile madimbwi ziko pale hivi. I request Your Excellency Deputy Governor, hiyo mahali ambayo imekuwa ni kama dam ama namna gani, watu wa Kajiado, within the shortest time possible, leteni exhausters mu drain hiyo maji kabisa iende kwa mto, ili mambo ya vifo isimamishwe kwa haraka. Ikiendelea maji hivyo, mu drain, kwa sababu hakuna njia nyingine. And that is part of our work as county government. Tafuteni watu wa kutoa machine generators, mu exhaust hiyo maji itoke. Maji ikiendelea tutoe, kwa sababu hiyo ni maisha mabaya. Your Excellency, ukiangalia hiyo dimbwi ni zaidi ya nyumba kama hii. It's a completely a dam. That is why we were waiting you there, ndio uweze kujionea wewe mwenyewe. Na kwa sababu county pia iko na responsibility yake, tunaomba waende watoe hiyo maji, waweke machines as an emergency response. And that is good that we have our Deputy Governor here. We have him here to remove that water within the shortest time possible, because that is the reason why we are here. Ama namna gani? Asanteni, Mungu awabariki. Tunakushukuru mam, asante sana. And that is why we are here. We are supporting our government, na tuna support serikali yetu ya Kenya Kwanza kama viongozi ambao tumechaguliwa na hawa wananchi. Mungu awabariki sana. Asante sana senator wetu. Na nafikiri mazungumzo yake Her Excellency ameweza kupata. Ili nikaribishe naibu wa governor, nataka tu nitaje mambo mawili. Ya kwanza, nataka nishukuru watu wetu wa county wakiongozwa na Deputy Governor ambaye yeye ndiye anasimamia emergency fund. Juzi tulifanya kitu kidogo ile tungeweza. Na nataka nishukuru zaidi Her Excellency kwa sababu leo amekuja ndio tuweze kufanya shughuli hii zaidi ya vile tulikuwa tumefanya. Na chakula si mumeona tayari imeshafika. Nilizungumza na yeye mimi mwenyewe na akaniambia hata tumana, atakuja yeye mwenyewe ndio awaone na awaletee chakula. Na round hii kazi si ya kutumana, si ni ya kujileta. So mimi I want to thank you very much for responding in person. Number 2, Your Excellency, umesikia ikitajwa mambo ya barabara na drainage. Nataka nikuambie standards za Kajiado until last year ndio tumewekwa kwa municipality. Hii barabara ilitengenezwa design ya rural road, haikuwekewa drainage. Kuanzia pale Gataka, Tamfids, kuteremka hata ile ya Masai Lodge ilitengenezwa bila drainage. Na shida ile kubwa tuko nayo ni kwamba hapa kuna mahali ilikuwa kware kitambo. Hata hiyo jina kware imetokana na mahali ilitolewa nini? Mawe.
So level iko chini kidogo, na ikinyesha kama hakuna drainage nzuri, tutaendelea kupata hiyo shida. Sometimes back World Bank walitengeneza one drainage kuanzia pale Tuweso kuteremka mpaka mto ya Mbagathi. Now what is needed ni ya kutoka hapa hiyo area Kanyarere pande ya juu, hiyo kamto iteremshe maji vizuri, ndio watu wa Kware wote waache kupata shida. Ile ingine ni pale Gataka. Gataka iko na shida kubwa because lami ilikuja na ni baraka kubwa. Lakini hiyo lami yote kuanzia Tamfields kukuja mpaka Ongata Rongai haina drainage yoyote ambayo iliekwa. So if we get drainage as an emergency response, nafikiri itakuwa imetatua shida kubwa. Si ni kweli? Na ukienda hapo Gataka, hiyo madimbu unasikia nyuma yake ni shule. So hata kama watoto wataenda shule, it will be dangerous for them. Na hiyo maji kiendelea hapo, kwanza iko na mambo ya mosquito, iko na magonjwa. That is why we are requesting tushikane with the multi-agency na county to drain hiyo maji, ndio watu wasipate magonjwa ambayo yanatokana na mambo ya maji. Na Your Excellency, nitakuomba tu kwa heshima, tukirudi pale, nitakuomba tu ushuke hapo uone the impact of how watoto wa shule, college, wale wako cooperative na hata watu binafsi, vile wote wametolewa kwa hayo manyumba. They do not have a place right now, and Gataka is the only town that holds so many students ambayo wanasoma pande hii nyingine. Na nafikiri hao watoto wetu tunahitaji tuwapatie mahali pazuri. Nikienda kumalizia, nataka niwaambie hivi. Si mnaona ni mama amekuja leo na ameniambia kwa mdomo yake, utire mwana wada atena wake na wenewe oe kuihora irio wega. Gwiciro na mzee agioka gutigia ikaro ria goika irio mothe. Ni muona ria goika ire? So msikue na wasiwasi. Kila mtu ambaye ako hapa atatoka kama ako sawa sawa. Hau ni moigo wega kweli? Agamutina igwa. Ati gutire wada na wake. So wale watu wote wako hapa tutamalizana na wao vizuri. So tutaweka heshima na mpango nzuri, tutaelekezwa wakati ambaye itafika. Si hapo ni sawa sawa? Nataka pia niwaombe. Mnajua sisi tuko chini ya mlima ya Ngong Hills. Maji ya mto Kandisi, maji ya Kwekwe inakuwa mengi. You can repair a road, you can repair a house, you cannot retrieve a life back. Si ni kweli? Tujiangalie, tuangalie watoto wetu, kwa sababu maisha ikipotea hatuwezi rudisha. Barabara ikikatika tunaweza kutengeneza? Hata nyumba ikibomoka si inaweza kutengenezwa tena? So tukue waangalifu, tusiseme kila kitu ni serikali. Pia sisi tuko na jukumu ya kujilinda. Sana sana maji ya mvua ya Ngong Hills ikiteremka yanakuja hapa Ongata Rongai yakiwa maji mengi. Si hapo ni sawa sawa? Kwa hayo mengi nataka nikaribishe kijana anaitwa Martin Moshisho. Huyu kwa miaka ni mdogo lakini ni mrefu kuniliko, na ndio deputy governor wetu, na future yake naona kama iko sawa. Huyu akiendelea vile anaendelea ni kijana mzuri. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Your Excellency, our Second Lady of the Republic of Kenya, Dr. Dorcas Rigathi, the Honorable Senator wetu, Senator Seki, Mheshimiwa Ngogoyo, Mheshimiwa Parashina, Mheshimiwa Maina, MCA wetu, viongozi wote ambao wako hapa wakiongozwa na maaskofu wetu na wachungaji, watu wetu wa Kajiado North, na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hamjambo. Mama yupo, mama yupo. Langu la kwanza, Your Excellency, mimi naitwa Martin Moshisho, naibu wa gavana. Niko hapa kumwakilisha Governor Joseph Ole Lenku ambaye amesema karibu sana Kajiado. La pili ni kwamba tumeshukuru kwa dhati uwepo wako hapa siku ya leo. Tathmini ya hali ya mafuriko katika kaunti ya Kajiado ni kwamba sub-county ya Kajiado North ndio mojayapo ya sub-counties ambazo zimeathirika pakubwa. Sehemu nyingine ambayo imeathirika pakubwa ni sehemu ya Kajiado West, haswa maeneo ya Endasopia ambaye maelfu ya watu wameweza kuwa marooned na wametoka makwao, na sehemu nyingine ni ya Kajiado Central ambao wamesumbuliwa na mto mkubwa ambaye tunaita Orkejodo
kumekuwa na daraja kubwa ilianzishwa na serikali kuu lakini haijamalizika. Naomba Your Excellency ukienda kwamba serikali ione kwamba daraja hiyo imemalizika, watu wa sehemu hizo watapata afueni. Kesho nitakuwa natembea sehemu za Kajiado West, na Your Excellency nikipata kamfuko yako ya kuwapelekea wale watu kwamba wameniona nikuwa na wewe, watafurahi sana. Lakini hapa mahali tulipo, this is an area that is prone to flooding kwa sababu ya nature ya maeneo haya. Mheshimiwa Ngogoya amesema kwamba maeneo haya haswa ya Ngaimurunya imekuwa makware, na maji yakifurika watu ama maji mengi yanaweza jisanya hapa, na tuko na hatari ambayo inaweza tokea ya kolera ama kipindupindu. Hayo ndio madhara ya kiafya ambayo inaweza tokea. Kwa hivyo tunakaa tukiwa waangalifu, tukileta idara ya afya karibu kwa sababu ya matukio kama hayo. Watu wengi wameachwa bila makao hapa. Juzi na Mheshimiwa Ngogoyo pamoja na MCA tumekuja maeneo haya, tumeleta mattresses, tumeleta mablanketi na chakula, lakini hiyo ilikuwa ni kidogo sana. Leo umetuliwaza mama, tumepata chakula kingi, najua leo familia nyingi watapata afueni. Mimi sina mengi kwa leo, ni kusema asante sana. Asante kwa sababu ya barabara serikali ya kitaifa imechukua, imeweza kujiorganize vizuri, na kasi ya emergency na disaster inaongozwa na His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua. Tunashukuru kwa sababu tunawasiliana na tunafanya pamoja na counties na tunaleta response kwa njia ya haraka sana. Tunashukuru hiyo response ya national government, na sisi tunaahidi kwamba we will not let you down. Hapa kwa county will be as responsive as possible, na tunasema asante sana. Mungu awabariki nyote, tuwe na order, na kwa sababu ya muda si tumkaribishe mama atuzungumzie. Wacha tumkaribishe daktari aweze kusema nasi. Your Excellency, thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kina mama na boys wa mama. Bwana asifiwe. Naona mko huko, nyinyi ndio mnakaanga hapo kwa gate mnalinda wengine. Tuketi. Deputy Governor wetu wa county ya Kajiado, Bwana Martin, Senator Seki, area MP, our brother Ngogoyo, Kajiado South MP, Samuel Parashina, our bishops, Kimani, Bishop Omae, na House of Clergy ambayo mmekuja ndio muweze kuangalia na kushughulikia na kuhudumia hawa wananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi ya kanisa. Our DCC, our MCA for this area, asante sana, na national na county teams ambazo wako hapa, our community health promoters, naona mko ngangari hapo. Nikisimama hapa leo niko na huzuni na pia niko na furaha. Huzuni kwa sababu watu wetu wengi mumetolewa na mvua na sasa hamuna makao. Furaha kwa sababu kuna wengi hawakubaki, walikufa kwa mvua, lakini Mungu amespea nyinyi. Tupigie Mungu wetu makofi. Mara mingi tunaona kama ni mambo ya kawaida. Ukiwa
umekaa hai mpaka saa hii. Lakini mumeona kuna wengi, kama jana tulipata janga lingine uko Naivasha, uko Mai Mahiu, na watu karibu 1,000 na wamekufa, na 100 wameenda, na wengi wamevunjwa miguu nini, na wako kwa mahospitali na majeraha aina mbalimbali. Kwa hivyo nikiwaona mkiwa na afya na mnasimama na tunaweza kuwaita, mnakuja, tunafurahia Mungu. Na ningewaambia muanze kuombea wengine. Tuliomba mvua kweli na imekuja kwa fujo. Na sisi kama wananchi wa hii taifa lazima tutumie hekima. Leo nimeona katika social media mtu anaingia kwa mto, anaambiwa wengine aache ujinga, anafanya ujinga wake mpaka anaenda na maji. Wengine wanaona kuna mto na ni maji ambayo itapita kama masaa 3, mtu hawezi kuwa na uvumilivu, anaingiza gari na iko na watu wote wanazama kwa maji. Ningefikiria kama sisi hata tukiwaombea na tukiwa serikali tuwezi kuja kushika mtu kama mtu amejiingiza kwa mto. Kwa hivyo kwa vile huyo mtu alikuwa anaambiwa, anaulizwa, Kirago wewe usiwache ujinga urudi. Na anaenda akifanya balancing, alafu anaanguka, anaenda na maji. Sasa sio ni ujinga mkubwa sana? Alafu unakuta huyo ni baba wa mtu, analeta majonzi kwa familia na mambo mengi ambao tungependa kuwaomba tu watu watumie hekima na watu wakomae, kwa sababu hii maji unaona si mchezo. Kukupeleka chini ni dakika moja na ina apologies. Na kwa kweli nimeambiwa mambo ya hiyo maji, hiyo tutafikisha, lakini mimi kama mama nimekuja na nimetumwa na salamu na Deputy President wetu Rigathi Gachagua. Jana usiku ndio tuliongea na tukaongea na mheshimiwa wenu. Asanti sana mheshimiwa. Hakuna kitu kizuri kama kushughulikia watu wako na kushughulikiwa ukiwa hapo, kwa sababu hawa ndio walituchagua. Tulipokuja, mlikuja na mkatupenda na mkatupatia kura ndio tuwe watumishi wenu. Na ndio mmeona nimekuja hapa kama mama yenu nikitoa shukurani, mlituchagua, na pia kuambia tunawaheshimu na tunawaenzi sana, na tutaendelea kusaidiana. Kina mama, ningeomba, mumeona niko na kazi na vijana, mumesikia ile kazi nafanya, ninawaona pale vijana wa mama mko, Mungu amemweka vizuri. Kina mama, ningetaka munisaidie. Kesho yetu imepandwa kwa wale watoto, na ingekuwa ni mbaya sana, ni kama hizi janga tu la mvua tuko nalo. Tuko na moja janga la mvua na mafuriko, lakini tuko na mafuriko ya pombe, ya madawa ya kulevya, na hakuna boma ambaye mama ali. Iwe ni boma ya tajiri, iwe ni boma ya maskini, iwe ni boma ya Muislamu au ya Mkristo, sisi wote tunalia kwa sababu kesho yetu iko karibu kuangamia. Na ningewaomba, kwa sababu kila mtu ampale yuko anajua pale hizi madawa zinauzwa. Ni vizuri kama tungeangalia na tuchangie kuripoti maneno, ndio watoto wetu wakae soba, si ndio? Na nilisema nitapelekana na hawa watoto mpaka nione wametoka kwa hizo madawa
za kulevya, sijui ni bangi ni nini. Nyinyi watoto wangu mnanisikia? Mlinisikia? Mumesikia nimesema nini? Nawapenda sana. Mumeacha? Lakini naona kidogo tu mtamaliza mtaacha. Unajua saa ingine nikiona tuko haire najua hiyo kitu tutaacha, si ndio? Kwa hivyo kina mama mtanisaidia. Pia niwaambie serikali kutoka kwa rais wetu Mheshimiwa Daktari Ruto, mumeona ameanza kupigana na hii mambo ya madawa. Na amesema atatupatia na mahali ambako tutakuwa na Kajiado, kwa sababu Kajiado ni kubwa. Kwa hivyo kutoka kwa serikali kuu na hii ingine ya ugatuzi, mambo inaonekana inaenda vizuri. Na kwa leo, kwa sababu sitaki sana, kwa sababu ninaenda mahali ingine huko Wendani, wao pia wako na shida kama hii. Ningeomba muendelee kuomba Mungu, kwa sababu mkiona janga kama hili ni jukumu letu sisi kanisa na watu kuomba Mungu ndio apunguze mvua, atupatie ile tu itatupatia nafasi ambaye tutaweza kupanda na kuvuna. Lakini si kuwa sisi yote tumeuawa na mafuriko. Tuko pamoja? Mama, najua kuna mradi ambao nafanya ya wajane na hiyo ya boys na PWDs, na ninajua nitakuja hivi karibuni ndio tuweze kufanya hizo miradi pamoja na nyinyi. Niseme Mungu awabariki, awafanye vyema, na tukipatiwa taratibu ambazo tutachukua. Mnaona nimeleta chakula ya kutosha. Tafadhali tusisukumane, tufanye wima, tufanye polepole na tuwe na discipline, tupate tukienda na watu wasirudi. Mtu akienda anaenda, tuheshimiane. Hii ni chakula mnaweza kupika kwa wiki moja mbili. Kitambo Mungu apunguze mvua, mupate nafasi ya kurudi kwa manyumba zenu. Mungu awabariki, awafanye vyema, na wapenda nyinyi nyote. Ningetaka niwaombe. Mnataka niwaombe? Acha tuombe. Let us pray. Let us pray. Our dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you. We glorify you today as we stand here as your people, men and women, parents and their children. Our boy children who are here, dear Lord, we present ourselves to you. We are sinful people, and Father God, we deserve not even to be here. But Father, we repent this day, so that, Father God, you may have mercy upon each one of us and our families. We pray that you touch each one and their families with your love and with your care. We pray that even those who are displaced and those who don't have jobs, those who are looking up to you, dear Lord, as they take this food that you will
not only bless them with the food, but Father, you will find them a place they can be able to attach themselves for economic empowerment and being able to feed themselves. We refuse this begging, oh dear Lord, and we pray that people will be able to fend for themselves. It is my prayer that, Lord God, this Kenya will turn to a country that has food sufficiency, and there are enough jobs, oh dear God, for every one of us not to be beggars. We also pray for wisdom and knowledge upon both the national and the county government, so that we can have the resources that we can use for our people not every year to be carried by floods. There are those ones who have lost their loved ones, even those ones who are in across the 47 counties. We pray that you wipe their tears and just comfort them, dear Lord. And those ones we are hearing that they are marooned in a place, Father God, we pray that you reach your hand of mercy to them. We can't reach them, but you can reach them. So we pray today that, Lord God, this Kenya be blessed of you. We pray that you take preeminence in everything that we do. Become our king and our ruler. And we know things are going to change. For we pray this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit with thanksgiving. Amen. God bless you. Tupige makofi, tupige tena makofi mama yetu. Na nitaomba kwa heshima Your Excellency tukae tu kidogo tunapoenda kupeana ratiba. Basi wananchi, kwa vile mnaona chakula hiki ni kingi, ratiba ya kugawa tutaanza na kina mama, kisha alafu tumalizie na wale vijana. Wale tumevaa reflectors, tutaweza kusaidia kina mama wakati wamepewa chakula, tuwapeleke mahali waende wajigawie wenyewe. Na itakuwa namna hivi. Tutapeana bandari 3 za unga. Tafadhali. Tutaomba tuweze kusaidia wamama 10 waweze kusonga hapa, alafu Her Excellency ataenda kuweza kupeana chakula hicho. Tafadhali. Siwalete wale wengine. Kujeni, kuja. Wewe wachani complication, hata wale wamama wajawazito. Ngoja kidogo. Complication ni nini? Hivyo. Ngoja kidogo. Hapa. Viharia, muende pale. Endeni pale. Sikizeni, anasema eke hao watu. Cameraman kidogo tusonge nyuma, cameraman kidogo.